Anaingia sasa ni Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tukumbuke kutoa milio kwenye simu zetu, na hairuhusiwi kupiga picha kwa kutumia simu za mikononi kwa muda huu. Kwa hiyo waandishi wa habari ndio pekee watakaopiga picha kwa wakati huu. Karibu sana Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaweza kuketi kwa ajili ya kupisha mwenyekiti wa Tume Huru. Mnaweza kuendelea kusimama. Basi anaingia sasa ni Mheshimiwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacob C.M. Mwambegele, akiambatana na Katibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndugu yetu Kairima Ramadhani Kombwe. Karibuni sana, na tungeomba muendelee kusimama hapo, kwani tukio linalofuata ni wimbo wa taifa na ule wimbo wa Afrika Mashariki. Kwa naomba msimame brass band. Sasa tunaomba tuanze na wimbo wa taifa na ule wimbo wa Afrika Mashariki. Naomba wote tuweke simu zetu kwenye hali ya silence. Brass band.
tuketi. Asante sana. Asante sana brass band. Makofi kwa brass band jamani, na tupeperushe bendera zetu. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambaye ndiyo mwenye shughuli hii, kinachofuata sasa ni kujikabidhi mbele za Mwenyezi Mungu. Tutaanza na dua. Tunamwomba Shehe wa Mkoa wa Dodoma, ndugu yetu Alhaji Mustafa, karibu kwa dua. Karibu Alhaji. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana bil khair. Mwenyezi Mungu Mola wa haki, muumba mbingu na ardhi, tunakuomba katika hafla fupi hii ya kutoa hati ya kuchaguliwa kwa rais mteule na makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu tufungulie kwa kheri, salama, baraka na amani. Wahtim lana bil khair. Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba pia katika kumaliza utoaji hati, basi Mwenyezi Mungu tujalie tumalize kwa kheri, salama na amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba libariki taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, liendeleze kudumisha amani na utulivu. Wabariki Mheshimiwa Rais mteule na makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watizame kwa jicho lako la rehema lisilofumba kusinzia wala kulala. Wahifadhi Mwenyezi Mungu na kila aina ya makri na shari, kwa kile ulichotumia kuhifadhi kitabu chako kitakatifu cha Qur'ani na hata kuhifadhia arshi yako tukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu tunaamini kwa imani yote wateule hawa uteule wao umeanza kwako wewe Mwenyezi Mungu, na wewe Mwenyezi Mungu ukimpenda mja basi unanadi kwa viumbe vya mbinguni na unawaita malaika kwa kuambia, mimi nimempenda fulani, mpendeni. Na malaika hao unawaamuru Mwenyezi Mungu kushuka ardhini kuja kuwapa habari binadamu kwamba Mwenyezi Mungu amempenda fulani, mpendeni. Na hapo binadamu uchukua sharia ya utii bila shuruti na wao kumpenda mja huyo, na ndipo hutimia nafasi Mwenyezi Mungu ya uteule. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu uteule unaanza kwako wewe kwa hekima na busara na uwezo wako na amri yako ya kun fayakun. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amina. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dodoma na shehe wa mkoa wa Dodoma Alhaji Dr. Sheikh Mustafa Rajab Shaban kwa dua. Na sasa nimkaribishe Askofu Joseph Songora Mutorera, makamu mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dodoma kwa ajili ya sala. Karibu sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ewe Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa rehema, tunakushukuru sana kwa uwepo wako katika tukio hili muhimu sana. Tunakushukuru Mungu wetu, kama neno lako la Mungu linavyotuelekeza kwamba kura hukata mabishano. Sasa mabishano yote ya sera na matangazo yote yamekoma tunapo leo kuthibitisha kumtangaza Mheshimiwa Rais mteule ambaye muda mfupi uliopita alitangazwa, Daktari Samia Suluhu Hassani, na mgombea mwenza Daktari Emmanuel John Nchimbi. Tunakushukuru kwa zoezi lote hili Mungu wetu mtakatifu ulivyoliongoza salama. Tunakushukuru tena kwa wagombea wengine Mungu ulivyowatunza kwa afya njema na nidhamu nzuri. Neema yako iwe pamoja nasi Mungu wetu mtakatifu. Rehema zako zimfunike mteule wetu na wote watakaomsaidia hata atakapofikia kuapishwa na kuweka serikali yako tukufu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Amina. Amina, amina, amina.
Asante sana Askofu Joseph Songora Muterela, makamu mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dodoma, kwa ajili ya sala. Mheshimiwa mwenyekiti, kinachofuata sasa ni utambulisho, na zoezi hilo litafanywa na mkurugenzi wa uchaguzi. Karibu sana. Nashukuru sana MC. Naomba nichukue fursa hii kutoa utambulisho wa meza kuu pamoja na wageni waalikwa. Naomba nimtambulishe kwenu Mheshimiwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe kwenu Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba niwatambulishe kwenu waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe kwenu Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye tume imemtangaza asubuhi hii. Asante sana. Naomba nimtambulishe kwenu Mheshimiwa makamu wa rais mteule ambaye Tume Huru ya Uchaguzi imemtangaza asubuhi hii. Asante sana. Naomba niwatambulishe kwenu wagombea waliokuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wote, naomba msimame waweze kuwatambua watu. Naomba kuwatambua wa viongozi wa vyama vya siasa wote ambao wamefika hapa leo. Naomba kuwatambua wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wamefika hapa leo. Asante sana. Mimi ninayezungumza naitwa Ramadhani Kailima, mkurugenzi na katibu wa Tume Huru ya Uchaguzi. Asante sana. Asante sana mkurugenzi wa uchaguzi. Kinachofuata sasa, na tunatambua wageni wengine wote waliofika hapa, wote tunatambua itifaki imezingatiwa. Lakini sasa kwa mujibu wa ratiba, zoezi linalofuata, Mheshimiwa mwenyekiti, ni neno fupi kutoka kwa mwakilishi wa waliokuwa wagombea wa kiti cha rais, na neno hilo litatolewa na Mheshimiwa Almas Hassan Kisabia wa chama cha NRA. Mheshimiwa Hassan Almas Kisabia, karibu sana kwa ajili ya neno fupi. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo hapa tukiwa tuna afya kama taifa. Lakini naomba nitoe shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha zoezi letu la uchaguzi limekwenda vizuri na kuisha vizuri. Lakini pia naomba nitoe shukrani za dhati kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuweka uwazi shughuli yote ya uchaguzi kuanzia hatua ya kwanza mpaka tulipokwenda kumaliza uchaguzi. Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa makamu mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kwa niaba ya wagombea wote tunaomba tuseme maneno machache kwa sababu ya mustakabali wa taifa letu. Na maneno haya tunataka Watanzania, majirani zetu na jumuiya zote za kimataifa wajue kwamba taifa letu limekwenda kuhitimisha zoezi la uchaguzi ambalo limesimamia misingi ya katiba, sheria pamoja na kanuni zote zilizowekwa kwa sababu ya kuongoza shughuli hii. Na sisi kama wagombea tunaomba tuambie Watanzania kwamba tumeridhika na matokeo yaliyokuwa yametangazwa, kwa sababu
tunaamini ushindi uliopatikana katika nchi yetu ni ushindi wa Watanzania na sio ushindi wa yeyote ambaye anaweza kusema ameshinda, kwa sababu Watanzania ndio wenye mamlaka, wametimiza mamlaka yao. Na sasa tunawapongeza Watanzania kwa kufanya uteuzi wa kumteua mmoja wetu kati ya wagombea 17 tuliogombea kwa sababu ya kuendesha na kuongoza taifa letu. Sisi wagombea tunatoa ahadi mbele ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbele ya Watanzania wote kwamba tuko tayari kwa maslahi ya taifa letu kuhakikisha tunashirikiana na serikali iliyoteuliwa na wale wote walioshinda katika uchaguzi huu kuhakikisha tunapeleka taifa letu mbele ili tuone ustawi wa taifa letu katika miaka 5 ijayo. Ndugu zangu, wagombea wenzangu, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, katika jambo ambalo tulikuwa tunagombea sisi wote ilikuwa ni kujenga taifa letu la Tanzania. Na kwa sababu tayari dhamana hiyo amepewa mmoja wetu, sisi naomba tuungane pamoja kuwaunga mkono, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwafanyia yale Watanzania walioyataka. Na tunaamini hili linawezekana kwa sababu Watanzania sasa wako tayari kuanza kujenga taifa lao. Naomba nirudie maneno aliyosema Nelson Mandela. Nelson Mandela alisema tunapokwenda kwenye uchaguzi tunakuwa tuna goals mbili. The first goal ya kwanza ni kuwin election. Lakini goal ya pili ni kuhakikisha tunalinda na kulielimisha taifa letu. Katika goal hizi mbili sisi tunasema baada ya goal ya kwanza kuchukua mwenzetu na kushinda urais, sisi tumebakiza kufanya goals ya pili ambayo alisema kwa maneno yake Nelson Mandela, the goal is not only to win election but also to protect and to teach our society. Kwamba sasa tutakuwa na jukumu la nguvu kuhakikisha elimu tuliyoitoa kwenye majukwaa inakwenda kuwafanya Watanzania wabakie kuwa wamoja ili tujenge taifa lenye nguvu kwa sababu ya ustawi wa watu. Na kwa hiyo sasa sisi tuko tayari kushirikiana na mwenzetu pale atakapoona tunastahili kuhakikisha tunajenga taifa letu. Lakini niombe jambo moja kwa niaba yetu sisi wote. Mheshimiwa Rais mteule na makamu rais mteule, sisi tulikuwa tumebeba ilani zetu. Ilani zetu zilibeba fikra za Watanzania kwa sababu sote tulikwenda kuuza ilani zetu. Kwa nafasi yetu sisi tutakukabidhi kwa siku maalum utakayotaka, tukupe ilani yetu sisi wote ili uone mazuri yaliyomo katika ilani zetu zote, vyama vyote 17 vilioshiriki nafasi ya urais, ili uone kwamba unaweza kutumia yepi kwa sababu ya kuwavusha Watanzania katika miaka 5 ijayo. Na baada ya kusema hayo, naipongeza sana Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kutenda haki, kusimamia misingi ya sheria na katiba ambayo wamepewa. Na sisi tulisema hatua ya kwanza, hii ni kazi ya kwanza ya Tume Huru ya Uchaguzi badala ya kuundwa na sheria mpya. Sasa sisi kama wanasiasa, wagombea wa vyama, tunasema tumeona uwazi, weledi pamoja na misingi waliosimamia Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais mteule, kwa niaba ya wenzangu tunakupongeza sana na tuko tayari kufanya kazi na wewe. Asante sana. Sana Mheshimiwa Almasi Hassan Kisabia aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha NRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijamkaribisha anayefuata, naomba nitoe utambulisho ufuatao. Napenda kutambua uwepo wa waangalizi wa kimataifa na wa ndani na wakuu wa misheni za waangalizi za uchaguzi mbalimbali wakiongozwa na Mheshimiwa Specioza Wandira Kazibwe, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa, karibu sana. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa viongozi wa dini na uwepo wa asasi mbalimbali za kiraia na makundi mbalimbali na wazee wa kimila
Pia napenda kutambua uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Specioza Wandira Kazibwe, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Uganda, ambaye yeye anaongoza misheni ya waangalizi wa uchaguzi. Karibu sana, na naomba neno hilo litolee katika podium hii ambayo nipo. Your Honorable Specioza Wandira Kazibwe, welcome to the podium. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Tanzania, I would like to tender my apologies because my Swahili is already dead in Uganda. Mheshimiwa Rais Mteule, ningependa kuomba radhi kwamba Kiswahili changu kilishafia kule Uganda. Lakini when I come here, I do understand what the wananchi are saying, but kuzungumiza iko kali kali. Your Excellency, the leadership of the Independent Electoral Commission of Tanzania, Waheshimiwa viongozi na uongozi mzima wa I would like to say that there are so many dignitaries here, and I'm not sure of all the protocol, but I will observe all the protocol. Natambua kwamba kuna viongozi mbalimbali hapa na sina uhakika. In Uganda would say God is good. Na kule Uganda tutasema God is good ni mwema. Because I came here as the leader of the observer mission of the East African community. Kwa sababu nilikuja hapa kama kiongozi wa misheni ya we arrived and found a peaceful Tanzania, and from what I can see when I leave this evening, I can report back and say I have left a peaceful Tanzania. Nilipokuja hapa nilikuta Tanzania yenye amani, na nikitoka hapa jioni ya leo nitasema niliacha Tanzania yenye amani. Tanzania has always given us many examples about leadership in our region. Tanzania imetupa mifano mingi kuhusu uongozi katika eneo letu. And they have been the champions of policing us with respect to having peace in our region. Na amekuwa kinara katika kutuelekeza kuheshimu amani katika ukanda wetu. And I remember the Wakombozi who came over to Uganda to ensure Uganda was peaceful. And I salute all the sons and daughters of this nation who made it possible for some of us to be here and say we are leaders too. If it wasn't for Tanzania then and our Baba Mzee Nyerere, what we are seeing in the region could have been something else. Nakumbuka wana wa Tanzania walikuja Uganda kuja kuhakikisha kwamba Uganda inakuwa na amani. We have been here and observed what has been going on. We want to commend the Electoral Commission for the wonderful preparations. We really were briefed about what we would expect to see, and we did find that your preparations were up to scale. Na tumekuja hapa na kutizama jinsi ambavyo we are here, kwa ajili ya uchaguzi huu. We listened to you giving out the results of the outcome of the elections. And I must say that I'm very impressed to see that all the contenders for the presidency of this mother nation of ours are here to acknowledge that indeed they contested
They are aware of what happened during the elections, and they are saying through their representative that for them, the results say exactly what happened on election day, and they are prepared to work with the government-elect under the leadership of our current president, Mama Suluhu. Tulikuwepo hapa kuangalia matokeo ya uchaguzi na tunashukuru kwamba wagombea wote wengine wa uchaguzi wa rais wako hapa. I will also say as a mother kwa niaba ya mwakilishi wao every time a nation is like a child. At every stage in a child's life, there are new things to learn. There are new things to learn. You crawl, you walk, and then you get exposed to new things in the context of where you are living. I must say that Tanzania is showing us that they are now prepared and ready to protect the peace of the people of Tanzania, and that it is the most important thing. I would like to call upon all Tanzanians not to lose the position of the most peaceful nation in our region, and indeed in Africa. We look up to you to show us what it means to work as a people. We look up to you to learn as to how you, within a very short time after an election, I have not seen this in my country, Uganda, where all the presidential candidates sit together and say, we concede defeat, but in the end, we are winners because Tanzania is the winner. My final comment is very personal. As a former vice president of Uganda, and as the first woman who became executive vice president in Africa, I remember our President Suluhu being with me in Beijing as a young girl in 1995. So when I see her in this position of leadership, I really feel very proud and say to the women of Tanzania, the young girls of Tanzania, that the sky is the limit. Get prepared, get your education, take into account our cultural values, recognize that a country is like a home. It can only be managed by a man and a woman. And congratulations again to the people of Tanzania. You have again taken the #1 position of having a woman president. She's our president, and we know that the example she's showing will enable us to raise leaders from our homes so that we have a peaceful East Africa. Congratulations, my daughter, my younger sister. Congratulations to all of you. I'm a proud mother now, and I can even say, Alhamdulillah, God is good indeed, and inshallah, our region will continue to prosper, taking the example of Tanzania. Good luck to all of you. Good luck to the Electoral Commission. Again, your work is starting again for you to prepare, because I know those people sitting there are now looking at 5 years from now. God bless Tanzania. God bless East Africa. Kwa kifupi anasema kwamba hapa katika maneno ya mwisho aliyosema, asante sana, asante sana. Tanzania, as an African woman, I cannot congratulate Tanzania without showing the happiness of an African woman in the way an African woman does. Kwa kifupi ameeleza kwamba sasa Tanzania iko tayari kuimarisha zaidi amani na kuonyesha mfano kwa Afrika kwamba inaweza kudumisha amani. Lakini pia
Ameeleza kwamba nchi ni kama vile kaya ambayo inaongozwa na mume na mke, lakini pia akaeleza kwamba mfano wa uongozi unaoonyeshwa hapa Tanzania ni mfano wa kuigwa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Na mwisho akasema wananchi wanasubiri ahadi ambazo zimewekwa kwa ajili ya miaka 5 ijayo kwa ustawi wa Tanzania. Asante. Asante sana Mheshimiwa Specioza Wandira Kazibwe, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Uganda, ambaye unaongoza misheni za waangalizi wa uchaguzi. Kwa kweli neno lako ni faraja kwetu kama Watanzania. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachofuata sasa nitamkaribisha mkurugenzi wa uchaguzi kwa ajili ya kutoa maelezo mafupi kabla ya kukaribisha uweze kutoa hotuba yako. Karibu sana Mheshimiwa mkurugenzi. Na wote sasa tutatumia podium hii, Mheshimiwa mkurugenzi na Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo naitumia mimi MC wenu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijakukaribisha uweze kutoa maelezo mafupi na hatimaye wakabidhi hati ya uteuzi rais mteule na makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Tanzania, naomba niwatambulishe wafuatao, na mmoja nitasema ni maalum, nataka nitambulishe kama maalum kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitambulishe uwepo wa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitambulishe uwepo wa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitambulishe mtendaji mkuu wa mahakama na mwalimu wangu. Huyu amenifundisha Mheshimiwa undergraduate. Nasema nitambulisha kwa maalum kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitambulishe katibu wa Bunge. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitambulishe makatibu wakuu, nimeona hapa wamehudhuria. Asante. Baadaye Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 38 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya 41 ibara ndogo ya 6 na ibara ya 47 ibara ndogo ya 2 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwa pamoja na kifungu cha 45 kifungu cha kwanza na kifungu cha 47 vya sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tume imekamilisha mchakato wa uchaguzi kwa ngazi ya rais na ubunge ndio kutafuta. Waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi, waheshimiwa viongozi wa serikali, waheshimiwa viongozi wa serikali wastaafu, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa viongozi wa misheni za kimataifa
za waangalizi wa uchaguzi, ndugu waangalizi wa uchaguzi, ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda kabla sijaendelea, naomba nitambue uwepo wa kaka yangu msajili wa vyama vya siasa, Jaji Francis Mutungi. Karibu sana Mheshimiwa Jaji. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, mosi, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa katika viwanja vya ofisi ya makao makuu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tukiwa salama, wazima na wenye afya njema. Pili, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na washukuru na kuwapongeza nyote kwa kuhudhuria kwenye hafla hii muhimu kama tulivyowaalika, ikiwa ni hatua muhimu katika kukamilisha ratiba ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa Tanzania bara, uchaguzi wa rais na wabunge katika Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara kwa mwaka 2025 kwa ngazi ya kiti cha rais na makamu wa rais. Kwa umuhimu wa kipekee, na washukuru wadau wote wa uchaguzi, hususan vyama vya siasa, wagombea nafasi mbalimbali, wapenzi na wanachama wenu kwa kufanya kampeni za kistaarabu na kudumisha amani na utulivu wakati wote wa kampeni. Hongereni sana. Kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 74 ibara ndogo ya 6B na D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisomwa pamoja na kifungu cha 10 kidogo cha kwanza B cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, tume imepewa jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge kwa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara. Kwa kuzingatia masharti rejewa, tarehe 29 Oktoba 2025, tume iliendesha na kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa mwaka 2025. Kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, natoa shukrani za dhati kwa wananchi, wapiga kura, wagombea na vyama vyote vya siasa vilivyoshiriki katika uchaguzi huu. Aidha, shukrani za pekee nizitoe kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wa uchaguzi ambao kwa namna moja au nyingine wamewezesha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuratibu, kuendesha, kusimamia, kukamilisha mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa salama na amani. Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umegharimiwa kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo hili limeleta heshima kubwa sana kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na taifa kwa ujumla. Hii ni pongezi kwa viongozi na wananchi wa Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania. Tunatembea kifua mbele kwa kugharimia uchaguzi kwa 100%, na hili lilifanywa na rais mteule kwamba uchaguzi huu lazima ugharimiwe na sisi wenyewe kwa 100% ili kuleta heshima ya nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, ibara ya 41 ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba baada ya bunge kuvunjwa au kukitokea jambo jingine lolote lililotajwa katika ibara rejewa, italazimu kufanyika uchaguzi wa rais, ambapo kila chama cha siasa kinachopenda kushiriki katika uchaguzi wa rais kulazimika kuwasilisha kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jina la mwanachama wake mmoja kinayetaka agombee katika nafasi ya rais. Ibara ya 41 ndogo ya 6 na ya 7 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafafanua kuwa mgombea wa kiti cha rais atatangazwa kuwa amechaguliwa kuwa rais iwapo akiwa amepata kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote. Ibara hii inafafanua zaidi kwamba mgombea wa kiti cha rais akitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa amechaguliwa kuwa rais, hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Aidha, ibara ya 47 ndogo ya pili inafafanua kwa ufasaha kuwa makamu wa rais atapatikana kwa kuchaguliwa katika uchaguzi unaomchagua rais, na kwamba mgombea wa kiti cha rais akichaguliwa, basi makamu wa rais atakuwa amechaguliwa pia. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, jumla ya vyama vya siasa 17 vilisimamisha wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais. Vyama hivyo ni kama ifuatavyo: Chama cha Alliance for African Farmers Party AAFP, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwiru, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Chum Juma Abdalla. Chama cha Democratic Alliance Party ADA TADEA, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Busungu Georges Gabriel, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Makame Ali Issa. Chama cha Alliance for Democratic Change ADC, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Wilson Elias Mulumbe, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Shoka Hamisi Juma. Chama cha kijamii CCK, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Mwaijojele David Daudi, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Masud Ali Abdalla. Chama cha Mapinduzi, mgombea wa kiti cha rais
alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Mwalimu Salum Juma, na mgombea nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Devota Mathew Minja. Chama cha The Civic United Front CUF, chama cha wananchi, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Husna Mohamed Abdalla. Chama cha Democratic Party DP, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Abdul Juma Mluya, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Sadun Abdrahman Hatib. Chama cha Makini, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Aza Haji Suleiman. Chama cha National Convention for Construction and Reform NCCR Mageuzi, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Amber Hamisi Haji, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Evelyn Wilbert Munisi. Chama cha The National League for Democracy NLD, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Doyo Hassan Doyo, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Chausiku Hatib Mohamed. Chama cha National Reconstruction Alliance NRA, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Almas Hassan Kisabia, na mgombea nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Ali Hamisi Hassan. Chama cha Sauti ya Umma SAU, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Kiara Majalio Po, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Satia Musa Bebwa. Chama cha Tanzania Labour Party, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Rwamugira Mbatina Eustace, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Amana Suleiman Mzee. Chama cha United Democratic Party UDP, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Saum Hussein Rashid, na mgombea nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Juma Hamisi Faki. Chama cha Union for Multi-Party Democracy UMD, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Noti Mwajuma Mirambo, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Mashavu Alawi Haji. Na chama cha United People's Democratic Party UPDP, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Twalib Ibrahim Kadege, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Abdalla Mohamed Hamis. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, leo tarehe 1 Novemba 2025, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisomwa pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha 9 na 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura 31,031,000
913,866 sawa na 97.66% ya kura 1,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tarehe 1 Novemba 2025 tuko hapa ili tume kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 57 ndogo ya 5 ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025 iweze kumkabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi. Baada ya kusema hayo, na kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, naomba sasa msogee kwenye eneo lililoandaliwa ili niwakabidhi hati hizo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Nasogea. Hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa mujibu wa ibara ya 38 ndogo ya kwanza na 41 ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 45 kidogo cha 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, umechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Dr. Emmanuel John Nchimbi wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa mujibu wa ibara ya 47 ndogo ya 2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 47 cha sheria ya uchaguzi
wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, umechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Brass Band. Na sasa viongozi mkiwa mmesimama hapo, linafuata zoezi la picha ya pamoja. Picha ya pamoja. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na viongozi wateule, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nitaomba washike viti vyao vya ushindi tafadhali. Asante sana. Picha inayofuata sasa, nitaomba kwa ridhaa yako mwenyekiti, wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wajoin hapo pamoja na katibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya picha nyingine. Karibuni sana viongozi. Asante sana. Picha inayofuata, viongozi mliopo msiondoke tafadhali. Viongozi wote msiondoke, bali waongezeke waliokuwa wagombea wa kiti cha urais. Vyama vyote waliokuwa wagombea wa kiti cha urais kutoka katika vyama nimeshauriwa kwamba wajumbe wa tume warudi kwenye nafasi zao, abaki mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na katibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wagombea tafadhali, tunaomba tuondoe vitambulisho. Picha hizi ni kwa ajili ya ukumbusho.
Asanteni sana mliokuwa wagombea urais, kiti cha urais. Asante, naomba tuendelee. Asanteni sana, tunawashukuru sana mliokuwa wagombea wa kiti cha urais. Naomba mrejee kwenye nafasi zenu, lakini Mheshimiwa Rais mteule na viongozi wa tume mliopo mbaki. Na sasa wagombea wenza waliokuwa wagombea wenza wa kiti cha rais, karibuni sana kwa ajili ya picha ya pamoja na Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tafadhali tuache mikoba na vitambulisho. Mikoba yetu tuiache pale tulipokuwa tumeketi na vitambulisho tuvitoe. Tujipange vizuri kabisa tupate picha nzuri ya ukumbusho. Tubalance vizuri kulia na kushoto kama ilivyokuwa picha ya awali. Asanteni sana, karibuni sana. Asanteni sana, tunawashukuru wagombea wenza. Naomba mrudi kwenye nafasi zenu. Na sasa Mheshimiwa Rais mteule na viongozi wa tume mtaendelea kubaki. Ninaomba sasa kundi la waliokuwa wagombea wenza wanawake, wagombea wenza kiti cha urais wanawake, tafadhali mje mpige picha ya pamoja na Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wagombea wa kiti cha urais wanawake kwanza, na baadaye itafuatiwa wagombea wenza wa kiti cha urais wanawake. Kwa hiyo wagombea wenza tukae pembeni kidogo. Asante, nimeshauriwa kwamba iwe picha ya pamoja. Sasa tuunganike pamoja, wagombea kiti cha urais wanawake na wagombea wenza kiti cha urais wanawake wakipiga picha ya pamoja na Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asanteni sana, tunawashukuru. Na sasa nitaomba viongozi wa tume warudi kwenye nafasi zao, wabaki wakina mama peke yao. Tafadhali wagombea wenza pamoja na wagombea kiti cha rais. Mheshimiwa makamu wa rais, tunakushukuru. Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa na wanawake wenzake. Mheshimiwa makamu wa rais mteule, tunakushukuru. Hiyo ni picha nzuri kabisa.
Asante sana, na sasa tumemaliza zoezi la picha ya pamoja, na washukuru sana viongozi. Na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili aweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa neno fupi. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Rais mteule, nimepewa nafasi hii ili nifanye kazi moja ndogo, nayo ni kukukaribisha ili utoe neno fupi. Lakini kabla sijakukaribisha, naomba nirudie maneno niliyosema awali katika hotuba yangu kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inatembea kifua mbele sababu ya maamuzi uliokwisha kuyafanya siku za nyuma kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 lazima ugharimiwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100%. Hilo umelitekeleza, na kwa kweli hilo limetupa heshima sana sisi watu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tunakushukuru sana, na baada ya kutoa shukrani hiyo, naomba sasa nikukaribishe utoe neno fupi. Karibu sana Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti Jaji wa Rufaa Jacob Mwambegele, Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wajumbe na mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi, wagombea wenzangu wote 16 wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka vyama mbalimbali, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamo wa Rais mteule, Mheshimiwa Steven Wasira, Makamu Mwenyekiti wa chama chetu Chama cha Mapinduzi kwa upande wa bara, Mheshimiwa Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa CCM Taifa, nikitambua uwepo wa Katibu Mkuu mstaafu Balozi Dr. Bashiru Kakurwa, viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi mliopo nasi, mwakilishi wa waangalizi wa uchaguzi dada yangu Dr. Specioza Kazibwe na ujumbe aliofuatana nao, viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar mliopo hapa pamoja nasi. Nitambue uwepo wa viongozi wa mhimili wa Bunge, Mheshimiwa Spika na aliofuatana nao, lakini vile vile muhimili wa Mahakama, mtendaji mkuu wa Mahakama na aliofuatana nao, viongozi wastaafu wote wengine mliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waandishi wa habari, ndugu wananchi, kazi na utu. Ndugu zangu, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturidhia kufanya uchaguzi mkuu wa 7 ulioshirikisha vyama 17 ndani ya taifa letu. Uchaguzi wa mwaka huu 2025 ni wa kihistoria kwangu binafsi, kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa nchi yetu kwa ujumla. Historia itaandikwa kwamba huu ni uchaguzi wa kwanza kufanywa na nguvu zetu wenyewe wa Tanzania, kwa rasilimali zetu wenyewe. Lakini la pili ni uchaguzi ambao kati ya vyama 17 vilivyoshiriki, wagombea 4
ni wanawake, lakini hata katika nafasi za ugombea mwenza wanawake wamejitokeza kwa wingi zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Vile vile ni uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza Watanzania wamempigia kura mgombea mwanamke kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wamempigia kwa kiasi kikubwa. Jambo lingine ni kwamba ni uchaguzi ambao haukuwa na malumbano, bali tulishindana kwa hoja. Vile vile ni uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza Tume Huru ya Uchaguzi imetuwezesha vyama vyote vilivyoshiriki kuzunguka nchi nzima na kuomba kura. Haya ni mambo ya kihistoria. Ninawashukuru sana wananchi wa Tanzania kwa imani yenu na kwa heshima kubwa mlionipa kunichagua kubeba tena dhamana hii kubwa ya kuliongoza taifa letu. Chama cha Mapinduzi kupitia mimi tumepokea cheti hiki cha ushindi cha uchaguzi mkuu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana. Cheti hiki ni uthibitisho wa imani ya wananchi kunikabidhi mimi na Chama cha Mapinduzi dhamana ya kwenda kutekeleza ahadi yetu ya kuimarisha, kuulinda na kujengea heshima na utu wa Mtanzania. Wananchi wamechagua kazi na utu na wamechagua kusonga mbele. Ahadi yetu mimi na mwenzangu makamu wa rais mteule kwamba tunakwenda kufanya kile tulichoahidi kwenye ilani yetu ya uchaguzi na yote tutakayoona yanafaa kwa nchi yetu. Tunasema asanteni sana Watanzania wote. Ndugu zangu wa Tanzania, niwapongeze wagombea wote wa nafasi ya rais kutoka vyama vingine 16 vilivyoshiriki. Wameendesha kampeni safi na za kistaarabu. Mawazo yao yamekuwa sehemu muhimu ya mjadala wetu wa kisiasa na yameimarisha ari ya kuelekeza siasa zetu kwenye masuala ya maendeleo. Ninawashukuru wagombea wote walioridhishwa na kazi iliyosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi na kukubali matokeo. Asanteni sana. Sambamba na hilo, matokeo ya uchaguzi huu yameonyesha wananchi walivyofanya maamuzi yao. Vyama vyote vilivyoshiriki vilipigiwa kura kwa jinsi vilivyoweza kuwashawishi wapiga kura. Kila kura iliyopigwa ilikuwa na umuhimu wake, na kila kura imetuma ujumbe wa maoni ya wananchi kwa serikali itakayoiunda. Na hapa nataka niwahakikishie wagombea wenzangu kwamba lile lililoombwa na ndugu yetu la kukutana na kunikabidhi ilani zenu tunakwenda kulifanyia kazi na nitazipokea kwa moyo mkunjufu. Ndugu wagombea wenzangu, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umehitimishwa. Sasa ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa. Sera zetu tulizozitangaza wakati wa kampeni kuhusu njia bora zaidi za kufikia maendeleo yetu ya maendeleo hazikuwa na tofauti kubwa. Kila mmoja alikuwa anahubiri kulijenga taifa hili. Tulitofautiana njia tu. Sote tulionyesha hamu ya kuleta maendeleo zaidi, na kwa kuwa dira yetu ya maendeleo ni moja inayotuelekeza kuwa na maendeleo jumuishi, na kwa kuwa tunaamini kwa dhati kwa maendeleo hayana chama, hivyo ni waombe, na kwa bahati nzuri mlishathibitisha kupitia mwakilishi wenu ushirikiano wa dhati tunapoendelea na safari ya kuliimarisha taifa letu. Ndugu wa Tanzania, uchaguzi huu haukuwa tu kipimo cha uungwaji mkono wa sera na mipango ya maendeleo ya vyama vya siasa, bali pia ulikuwa kipimo cha ukomavu wa demokrasia nchini. Hivyo ushindi huu sio wa mgombea mmoja au chama kimoja, ni ushindi wetu sote wa Tanzania kama taifa. Kwa dhati kabisa nipongeze sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa namna ilivyosimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na sheria zetu zinazohusiana na shughuli za uchaguzi. Wameweza kusimamia uchaguzi kwa uhuru, uwazi na haki. Wakati wa uchaguzi mkuu tulikuwa na watazamaji wa uchaguzi ndani ya nchi, wa kikanda na waangalizi wengine katika ngazi za kimataifa.
ndani ya ukanda wetu wa Afrika. Tulikuwa na African Union, tulikuwa na ICJLR ile ya maziwa makuu, lakini tulikuwa na SADC, tulikuwa pia na waangalizi kutoka Afrika Mashariki. Kualika watazamaji au waangalizi hawa kunathibitisha dhamira yetu ya kuhakikisha kwamba tulikusudia kufanya uchaguzi katika mazingira ya uhuru na uwazi. Ninawashukuru waangalizi wote waliokuwa pamoja nasi. Ndugu wa Tanzania, pamoja na manufaa hayo au matukio hayo mazuri yaliyotokea ndani ya uchaguzi wetu, kuna matukio ya uvunjifu wa amani yaliyofanywa siku ya uchaguzi, lengo likiwa ni kuharibu au kuzuia uchaguzi usifanyike. Tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba vurugu zilizotokea hazikuathiri au kusimamisha uchaguzi. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali inalaani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Ni imani yangu kwamba mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Niwatake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Ndugu wa Tanzania, Tanzania ni lulu pekee barani Afrika. Ni taifa ambalo liliundwa na mataifa mawili huru, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Watu wake wameishi kwa umoja na kudumisha muungano huo kwa zaidi ya miaka 61. Licha ya changamoto mbalimbali za kitaifa na kimataifa, tumeweza kupiga hatua kubwa za maendeleo pamoja na kuimarisha ustawi wa Watanzania. Tulivuka vikwazo tulivyokabiliana navyo katika miongo 6 ya muungano wetu, tukiongozwa na imani ya dhati kwa Tanzania ni kubwa kuliko mtu yeyote, na kwamba kuna mengi zaidi yanatuleta pamoja wa Tanzania kuliko machache yanayoweza kutumika kutugawa. Uchaguzi umehitimishwa. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Huu sio muda wa kujenga kuta zinazotugawa. Huu ni muda wa kuimarisha madaraja yanayotuunganisha kama Watanzania na yaliyotuwezesha kuishi kwa umoja, amani na utulivu hadi sasa. Hivyo basi, niwatake wananchi wote tuimarishe umoja na mshikamano wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi na vigelegele kwake tafadhali. Tunakushukuru sana kwa neno fupi. Naomba sasa wote tupeperushe bendera zetu. Tupeperushe bendera zetu. Wakati huo waliokuwa wanampatia mkono Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa vyama wako pale, tunawashukuru sana. Naomba tupeperushe bendera zetu tukimpeperushia Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa Mheshimiwa anaondoka katika viwanja hivi. Brass band tafadhali, brass band tafadhali, brass band tafadhali. Tunaomba muendelee kutumbuiza wakati Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiondoka katika viwanja hivi vya Njebengwa. Asante sana. Atakayefuatia kuondoka katika viwanja hivi ni Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule
Atakayefuatia kuondoka ni Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akifuatiwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko. Basi wengine tuketi, wengine wote tuketi. Tukiwa tunaendelea kupeperusha bendera zetu, viongozi wanaondoka. Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule atafuatia kuondoka katika viwanja hivi vya Njedengwa. Tafadhali. Viongozi wa chama naomba tuketi. Viongozi wa chama naomba tuketi. Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule sasa anajiandaa kuondoka katika viwanja hivi vya Njedengwa katika majengo haya ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu zangu wageni waalikwa, tuendelee kupunga bendera zetu. Wakati huo brass band wanaendelea kutuburudisha. Mheshimiwa atakayefuatia kuondoka sasa ni Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Doto Biteko. Tuendelee kupunga bendera zetu tukiwa tunamwaga Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.